pamoja na kwamba mwanadamu amegeukia njia mbaya, pamoja na kwamba mwanadamu anafanya yale ambayo anayotaka yeye. Sasa hapa anazungumza pia pamoja na hayo, lakini anatoa wito, anamuita tena huyu mwanadamu, pamoja na kwamba ameenda kinyume na mapenzi yake, pamoja na kwamba ametenda dhambi, pamoja na kwamba amekuwa mlevi, pamoja na kwamba mwanadamu amekuwa mzinzi, pamoja na kwamba mwanadamu amekuwa muuaji, pamoja na kwamba mwanadamu amekuwa jambazi, pamoja na kwamba mwanadamu amekuwa ni mtu ambaye asiyeeleweka kufanya mambo mabaya, pamoja na kwamba amekuwa mwasherati, pamoja na kwamba amekuwa mchawi, pamoja na kwamba amekuwa ni mganga wa kienyeji, pamoja na kwamba amekuwa ni mfuga majini, pamoja na kwamba amekuwa na tabia mbaya. Lakini hapa anatoa wito mwingine tena kwamba dhambi zenu vijapokuwa nyekundu, hata kama hiyo dhambi imefika kiwango ambacho imekuwa ni nyekundu kupitiliza, lakini anasema kwamba itakuwa nyeupe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema njoo tuseme, anasema Bwana, dhambi zenu zitakuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, itakuwa nyeupe kama theluji. Lakini anasema pia zitakuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu, hata kama pengine sasa mwanadamu pengine umefanya mambo mabaya, umefanya vitu vibaya, umefanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, lakini kuna wito ambao Mungu anamuita tena mwanadamu, arejee kwake, anamuita tena mwanadamu ili amfuate yeye. Na hapa anasema sasa, hata kama hiyo dhambi imekuwa nyekundu, yani imefika viwango vya juu sana. Hapa alikuwa anamaanisha kama imefika katika viwango ambavyo ni vya juu sana, hata kama ni vya juu sana, lakini itatakaswa. Kwa lugha nyingine ni kwamba neema ipo kwa sababu Mungu anampenda mwanadamu. Ndio maana kusoma pia kitabu cha Yohana anasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo bado Mungu anampenda mwanadamu. Wakati mwingine unaweza ukawa umetenda dhambi nyingi, na unapotenda dhambi unasema mbona mimi sifi? Mbona wanasema wao si nini? Mbona mimi natenda alafu sifi? Wanadamu wanaweza akajikuta anafika mahali hapo. Yamkini wachawi wanasema mbona nimeroga sana? Mbona nimekunywa damu za watu wengi? Mbona nimewachinja watu? Yamkini pengine wewe umekuwa mchawi tokea mtoto mdogo. Tokea mdogo wewe ni mchawi, unakunywa damu za watu, unachinja watu. Tokea mdogo unatoa makafara. Yamkini sasa ni mtu mzima sasa. Umefikia umri umeenda. Yamkini pengine miaka hata 70, miaka 50, miaka 60, miaka 40. Yamkini pengine unasema huyo Mungu yuko wapi? Mbona haniangamizi na mimi? Mbona nimefanya mambo mengi kama ndio hivyo angekuwa anaangamiza? Mbona mimi sijaangamia? Na nimewanga kweli kweli, na nimenyonga watu kweli kweli kwa kuanga kwangu na kuwatoa kafara. Mbona Mungu anifanyie lolote? Mbona Mungu anifanyie chochote? Nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba wakati mwingine Mungu anakuangalia tu. Pengine labda unaweza kutubu. Kwa hiyo unaweza ukajidanganya ukasema mbona pamoja na hayo sifi? Inakuaje? Mbona wale wanaotenda mema ndio wanaokufa? Mbona wale ambao wanaosema wanamcha Mungu ndio wanaokufa? Mbona mimi ambaye nafanya mambo haya kila siku, mbona bado ninadunda? Mbona bado ninaishi? Mungu amekuweka tu. Yamkini pengine labda unaweza kubadilika. Yamkini pengine yamkini unaweza kutubu. Ndio maana Mungu akakuacha uishi. Ndio maana Mungu akakuacha hata leo. Lakini pengine si kwa ujanja wako, si kwa sababu wewe eti ni mjanja, si kwa sababu eti wewe una vitu vingi, si kwa sababu ya elimu yako, si kwa sababu ya ujuzi wako, si kwa sababu ya hayo mazingira ulionayo, lakini Mungu amekuacha. Yamkini pengine unaweza kutubu na kugeuka, na kwa sababu hiyo ndio maana Mungu akakuacha. Anataka utubu, uache hiyo njia mbaya ambayo unayoiendea, uache ule uasherati ambao unaendea, uache ule ushirikina uliokuwa nao, uache ule uganga uliokuwa nao, uache mambo mabaya uliokuwa
nayo. Uache hizo tabia mbaya ulizokuwa nazo. Uache hivyo vitu vibaya ulivyokuwa navyo. Uache kila kitu ambacho hakimpendezi Mungu. Uache umwendee Mungu. Mungu anataka umwendee yeye. Mungu anataka umfuate yeye ili kwamba uwe salama. Usipomfuata Mungu hawezi kuwa salama. Nasema tena, usipomfuata Mungu hawezi kuwa salama. Usipogeuka na kuacha hiyo njia huwezi kuwa salama. Maandiko yanasema kwamba hiyo dhambi hata kama imekuwa kubwa kiasi gani, lakini inaweza pia ikatakaswa. Kwa hiyo anatoa wito wa namna hiyo. Lakini huku pia ukiendelea kusoma maandiko yale ambayo nimeyasoma, Isaya sura ya 1, ukiendelea kusoma mstari wa 19 anasema pia, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Angalia huku mwanzo, huu mstari wa juu hapa anazungumza kwamba anasema anaanza kutoa kwanza mwito, au anaanza kumwita mwanadamu na kumwambia kwamba akirejea kwake anaweza kusafisha dhambi zake. Anasema japokuwa nyekundu itakuwa nyeupe kama theluji hiyo dhambi. Lakini huku chini sasa anaendelea kutoa sasa agizo lingine. Anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimeyanena haya. Hapa anazungumza kwa habari ya kutii, kwa habari ya kumtii yeye, kwa habari ya kuishi kama vile ambavyo yeye anataka, kwa habari ya kuyatii maagizo yake. Hili neno la Mungu limesema. Pale unaponisikia, hebu nikwambie, haya ni maneno ya Mungu ndiyo ambayo amesema. Sio maneno yangu, sio maneno yangu, sio maneno ya mtu fulani, lakini ni maneno ya Mungu ndiyo ambayo anasema kwa habari ya kumtii Mungu, kwa habari ya kuishi kama vile Mungu anavyotaka, kwa habari ya kuenenda katika njia ambazo Mungu anazitaka, kwa habari ya kuishi kama vile Mungu ambavyo anataka. Sikia nikwambie, hukumu ipo. Maana anasema pia hapa kwamba ukikubali na kutii utakula mema ya nchi, lakini ukikataa na kuasi utaangamizwa kwa upanga. Kwa hiyo kuna upanga pia upo, lakini kuna mema pia ambayo yapo. Sasa wewe utakapochagua, ni kweli kwamba utakuwa na maamuzi yako ya kuchagua mema au mabaya, lakini kumbuka kuna mema yapo, lakini pia kuna upanga pale utakapochagua mabaya. Upanga upo, upanga upo. Unapochagua kutenda mema, kuna mema ambayo yatakufuata. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Watu wanaona kwamba hawaelewi, wanasema yani kuna watu wanakuwa na mawazo tofauti tofauti. Wanaona kama vile Mungu ni muongo, na wengine wamekuwa hata wakimtukana Mungu. Wamekuwa wakisema mambo mbalimbali mabaya yanayohusu Mungu. Yamkini pengine labda kuna mtu ambaye alijaribu kuomba pengine kile ambacho alichokuwa muomba Mungu pengine alikuwa bado hajampa. Kwa hiyo inafika mahali anaanza kutukana na kusema kwamba hakuna Mungu. Wakati mwingine kumbe tatizo ni lake yeye mwenyewe. Pengine ndio amekwenda kuomba, lakini yeye kuomba kwa imani, kwa kumwamini Mungu, na kwa sababu hiyo pengine hicho alichokuwa anaomba hakukiona kwa wakati huo, au kwa sababu ya mambo mengine mabaya pia aliyokuwa anayatenda kwa namna fulani ya vificho, yakapelekea pengine Mungu asijibu maombi yake. Kwa hiyo anaanza kutukana na kusema kwamba hakuna Mungu. Mungu yupo, lakini anasema kwamba ukikubali na kutii, ukikubali na kutii. Wengine wanakubali lakini hawatii. Ndio maana pengine huwezi kuona majibu ya Mungu. Kama unakubali lakini hakuna utii, kumbuka anasema ukikubali lakini pia ukitii. Kukubali kunaendana na kutii. Pale unapomkubali Mungu alafu ukamtii Mungu, maana yake unamkubali kwanza. Unasema ndio, nimekubali Mungu, nimekubali kutembea na wewe, ninakuhitaji Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeamua kuyabadilisha maisha yangu. Sasa maisha yangu nayaleta kwako. Alafu baada ya hapo unaanza kutii sasa, kuyatii yale maagizo ya Mungu. Kwa hiyo ukikubali na kutii, Biblia inasema ya kwamba utakula mema ya nchi. Sasa watu wengi wa leo wanakubali lakini hawataki kutii. Maana yake ndio wanamkubali Yesu, wanakubali kwamba Mungu yupo, wengine wanakubali ndio Yesu yupo na alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu, lakini hawataki kumtii, hawataki kutii yale ambayo wanatakiwa kuyatii. Ni kweli kwamba wamemkubali, lakini ile kutembea na yeye katika hali ya utii ndio wengi hawataki.
wanataka kuishi maisha yale yale ambayo wanayotaka wao. Ndio maana siku za leo wapo watu wengine pia kwenye makanisa lakini ni wavuta ugoro. Wapo watu wengine kwenye makanisa lakini ni wavuta bangi. Wako watu wengine kwenye makanisa lakini ni walevi. Wako watu wengine kwenye makanisa lakini ni malaya. Wako watu wengine kwenye makanisa lakini ni machangudoa. Wako watu wengine kwenye makanisa lakini ni wachawi, tena wanaroga, na wanaroga humo kwenye makanisa au kwenye nyumba za ibada humo wanaroga, kwamba hao watu ni kweli wanakubali Yesu yupo, lakini hawataki kumtii kwa kuacha yale ambayo wanatakiwa kuyaacha. Wao wanakubali lakini hawataki kutii. Na ndio maana wakati mwingine huwezi kuona Mungu akitenda. Kwa nini? Kwa sababu bado watu hawajakubali kutii. Hawajakubali kutii. Kwa wako watu wengi wanamjaribu kumfuata Mungu lakini hawakubali kutii. Hawataki kumtii Mungu. Wanataka kuendelea na mambo yao. Warogaji wanataka kuendelea kuroga kwenye makanisa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Na Freemason pia nao wanataka pia nao wajiingiza huko kwenye makanisa. Na wao wanaingia huko ndani. Na wanapiga mapambio pa. Kumbe wana mambo yao mengine. Wanga na waganga na wengine wote humo ndani. Alafu hawa sasa ndio wanaoharibu taswira ya Mungu. Wanaanza kutangaza Mungu hawezi. Kumbe wenyewe ni wachafu, alafu ni wachawi wengine humo ndani. Ndio wanaanza kulitukana jina la Yesu. Wanaanza kusema Mungu mwenyewe bwana hawezi. Mimi nimekaa kwa Mungu miaka yote, sijaona lolote. Sasa na huo uchawi utamuona Mungu? Utaki kuacha huo uchawi utamuona Mungu? Na mnaanza sasa mnatumiwa na shetani kwa ajili ya kuwavuruga na wengine ili kwamba wasimjue Mungu wa kweli. Mnaanza kuzungumza maneno mengine, mbona sijaona lolote, mbona nimeomba kwa muda mrefu, huyu Mungu yuko wapi? Wengine wanaanza kutukana na kusema tu huyu Mungu ni muongo tu. Huyu Mungu ni muongo tu. Huyu Mungu ni muongo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikubali lakini haujatii, ulikaa tu. Na kwa sababu hiyo sasa ukajikuta unamsaidia shetani kazi badala ya kumsaidia Mungu kazi. Mkikubali na kutii. Ukikubali na kutii. Tunaona watu wengi wakitukana Mungu na wakisema hakuna Mungu. Wanasema kabisa kwamba hakuna Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya yale ambayo wanayoyatenda. Hawajaamua kabisa. Kama mwanzo yamkini walikubali, lakini walipokataa kutii roho chafu ikawaingia zaidi. Na ilipowaingia sasa wanaanza mpaka kusema hakuna Mungu. Wanaanza kumtukana Mungu. Sikia nikwambie, wewe unayesema hakuna Mungu, wewe ambaye unamtukana Mungu, wewe ambaye unazungumza vitu vingine ambavyo havipo mbele za Mungu, na kuzungumza mabaya na kuonyesha kama vile wewe ndio kila kitu na unajua kila kitu. Siku zinakuja, haziko mbali, zipo mbele yako. Siku ambayo utakuja kujuta, utasema laiti ningalijua. Sikia nikwambie, huyo shetani ambaye amekupa wewe kazi ya kuendelea kutukana Mungu na kusema hakuna Mungu wala wokovu, huyo shetani ambaye amekupa kazi na akakuahidi vitu vingi, huyo ndio baadaye utakuja kugundua kwamba kumbe alikuwa anakudanganya, hana lolote. Leo hii anakupa hiyo kazi na wewe unafanya hiyo kazi na kuwadanganya mpaka watu wengine na kuzungumza mabaya juu ya Mungu na kufanya vitu vichafu mbele za Mungu. Nataka nikwambie jambo moja ya kwamba Mungu hatukanwi. Mungu hatukanwi. Siku vikija kukugeuka ndio utajua. Lakini wakati huo sasa haupo tena katika ulimwengu huu. Wakati mwingine ni bora basi nikupate na kukupata, usiondoke, amkini labda utubu ugeuke. Lakini leo nakwambia kwamba tubu haraka, kwa sababu kama usipotubu, kama usipomwendea Mungu na kutubu na kuendelea na hayo unayoyafanya, huko
hukumu iko mbele yako, upanga uko mbele yako. Neno la Mungu ndivyo linavyosema, upanga uko mbele yako, upanga uko juu yako, lakini unapaswa kutubu na kumwendea Mungu aliye hai, ili kwamba akubadilishe, ili kwamba ayabadilishe maisha yako, ili kwamba uwe sawasawa. Tubu leo, geuka, mgeukie Mungu, ili kwamba aweze kuyatengeneza maisha yako, ili kwamba aweze kuyarekebisha maisha yako. Wengine wanadamu wanakuwa na kiburi. Wanadamu siku zote wanakuwa na kiburi pale anaposhiba. Hataki kumtii Mungu kwa sababu wameshiba. Wengine kwa sababu ya kushiba tu. Kwa sababu ya shibe inamfanya mtukane Mungu. Shibe. Mara nyingi shibe. Mara nyingi walioshiba wanamtukana Mungu. Nataka nikwambie wewe ambaye wakati ulipokuwa una kitu, ulikuwa una njaa, ulikuwa una shida, ukamlilia Mungu, lakini leo hii Mungu amekupa, unamwona Mungu takataka. Geuka, geuka. Mungu atusaidie sana. Mungu anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na iache njia yake. Na wakati ambao wa kumtafuta Mungu ndio huu. Siku utakuja kujuta pale upanga utakapokuwa juu yako. Mungu anataka watu wamtii yeye. Mungu anataka watu wakae katika utii. Mungu anataka watu wakae katika utii. Naambia tena, Mungu anataka watu wakae kwenye utii. Mungu anataka watu wamtii yeye. Sikia nikwambie, yamkini pengine bado uelewi. Yamkini pengine bado uelewi ndugu yangu. Sikia, kuna falme mbili hapa duniani. Kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Ufalme wa Mungu upo kwenye kampeni kwa ajili ya kuwafanya watu wakae kama wanavyotaka yeye, ili waende kwenye ufalme wake, au wao kwenye ufalme wake tokea wanapokuwa duniani, hata wanapokufa pia waingie katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ana watumishi wake ambao wanafanya kampeni kama mimi ninavyofanya kampeni, mimi unayenitazama au kunisikia. Kwa nipo kwenye kampeni hapa ya kuwafanya watu wadogo kwenye ule ufalme wa giza na umwendee Mungu. Lakini na Shetani naye pia yupo kwenye kampeni zake. Anakufanya kampeni naye, lengo lake ni kuwafanya watu wakae kwenye giza, na wakati mwingine kuwatoa watu kwenye nuru na kuwapeleka kwenye giza. Kwa hiyo naye pia yupo kwenye kampeni zake. Na kampeni za Shetani ndio hayo mambo mabaya unayoona anayokushawishi uyafanye. Chochote ambacho unashawishika kufanya ambacho ni kibaya, hicho kimetokana na Shetani, hakitokani na Mungu. Kwa Shetani naye anafanya kampeni ili kuhakikisha watu wanatoka kwa Mungu, ili kuhakikisha watu wanakaa kwenye giza, ili kuhakikisha watu wanakwenda jehanamu. Kwa Shetani kazi yake ni kufanya kampeni. Shetani yeye aliasi, kwa hiyo alitupwa. Kwa sababu waliasi, kwa hiyo alitupwa chini kuzimu. Kwa hiyo alipotupwa chini, kwa sababu yeye alikuwa ni mwasi, alipotupwa ndio na yeye sasa akatengeneza ufalme wake. Kwa hiyo Shetani ndio aliandikiwa moto wa jehanamu, lakini akaona na yeye pia asiende mwenyewe. Akaona kwamba awatafute na watu wa kwenda nao motoni, atafute na watu wa kwenda nao motoni. Na sababu hiyo sasa ndio ikafanya aanze kampeni yeye naye kufanya kampeni ya kuhamasisha watu ili na wao waungane na yeye waingie kwenye ufalme wake. Nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba Mungu anataka watu waende mbinguni. Mbingu ni kweli ipo, na jehanamu ni kweli ipo. Mbingu ni kweli ipo, kweli mbingu ipo, na jehanamu ipo, kweli kweli ipo jehanamu. Sasa na wale ambao wanamtii Mungu sasa ndio ambao wanakwenda katika mbingu, lakini wale ambao wanaomkataa Mungu, narudia tena, wanaomkataa Mungu, narudia tena, wanaomkataa Mungu, ambao hawataki kumtii Mungu, sehemu yao ni jehanamu. Sehemu yao
jehanamu. Na ndio bila sehemu yao jehanamu. Kwa sababu Mungu ameachilia wakati huu ni wakati wa neema. Ni wakati wa wewe kugeuka. Ni wakati wa wewe kutubu. Lakini usipotubu, jehanamu inakuhusu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Geuka leo. Mwende Yesu ili kwamba ayabadilishe maisha yako. Ili kwamba na wewe usiwe kama jinsi ulivyo. Na neema ya Mungu ikatokee kwako kwa viwango vingine. Inawezekana. Amua leo na Kristo atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nawe hautakuwa kama jinsi ulivyokuwa, bali kutakuwa na matumaini katika maisha yako katika jina la Yesu. Nataka niombe pamoja na wewe ambaye unanisikia wakati huu. Baba, katika jina la Yesu, nasema asante Mungu wa mbinguni kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Hakuna mwingine kama wewe. Nakurudishia sifa na utukufu kwa sababu unaweza yote. Tumekuwa Bwana Yesu na mahubiri haya jioni ya leo. Lakini najua kuna mtu ambaye amesikia neno hili na anataka kubadilishwa. Mungu, ninaomba ukapate kumbadilisha. Achilia nguvu ya kubadilika. Achilia nguvu ya kuwa salama. Abadilike sasa katika roho pamoja na mwili. Na hata kama pengine alikuwa anasumbuliwa na magonjwa mbalimbali, yakaondoke kwenye mwili wake. Bwana Yesu ukambadilishe. Bwana Yesu ukamuonekanie. Bwana Yesu ukajidhihirishe kwake kwa viwango vingine. Naita nguvu na uweza wako na kibali chako na mamlaka zako. Roho wako Mtakatifu akajidhihirishe. Ambaye ananisikiliza katika mtaa huu, aliyeko pia mahali hapa viwanja vya mkutano, lakini hata yule ambaye yuko mbali ananitazama, iwe ni Tanzania au ni nchi ya Tanzania, Mungu ninaomba ukakutane naye. Mungu naomba ukajidhihirishe juu yake. Na hata kama pengine ni mgonjwa, Mungu ninaomba ukapita ukamponye katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya wokovu ikatokee kwake. Neema ya kufunguliwa ikatokee kwake. Neema ya kuwekwa huru ikatokee kwake kwa jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza hatua mpya. Natangaza kuinuliwa tena katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, maana unapenda kujidhihirisha tena katika maisha yetu. Kwa utukufu wa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen.